Mimi nilianguka bafu wakati nikioga mwaka wa 2020. Sasa nikaanguka, nikashikwa na kisunzi nikaanguka. Ilivyoanguka hiyo siku hata siku isi maumivu yote na siku sikia kama nimeumia mahali popote. Nilipofika emergency pale nikawa ndo nimeisha kabisa, hata kusimama siwezi tena. Ikabidi nikaletwa wheelchair, nikakaa hapo kwa wheelchair. Ikabidi sasa nikakubali wanifanyie operation, mkono wakautoa. Mimi naitwa Magaston Baraka Ngumbao. Mimi ni mzaliwa wa Kilifi County, sehemu za huku Masangoni ward, Roka Kadegeni. Nimezaliwa huku, nimesomea huku, lakini bahati mbaya sikubahatika kumaliza masomo yangu. Nikaja nika drop kwa sababu ya mambo na school fees. Sasa ikabidi ndio nianze kuhangaika sasa kujitafutia. Mimi nilianguka bafu wakati nikioga mwaka wa 2020. Sasa nikaanguka, nikashikwa na kisunzi nikaanguka. Ilivyoanguka hiyo siku hata siku isi maumivu yote na siku sikia kama nimeumia mahali popote. Sasa ilipofika usiku sasa ndo nikaanza kuhisi maumivu. Sasa maumivu ndo nikakumbuka ni pale nilipoanguka mkono wangu umevunjika, ni kama umevunjika. Sasa nikachukua nguo mahali kwa imelala nikajifunga, nikaeka hapo kwa shingo hivyo. Afika asubuhi nikabidi nikaenda kwa hospitali nyingine private hapo mtaani kule Mshomoroni Mombasa by the way. Nikaenda hospitali nyingine private hapo mtaani. Ilipofika hapo nikaona daktari, kamuelezea, akanidunga sindano ya maumivu, paka dawa nyingine na cream hivi, akanifunga bandage, akaniweka maji, alafu akaniambia niende Makadara ni kwa x-ray. Nikaenda Makadara x-ray, ilikuwa saa 2 asubuhi. Sasa wajua pale Makadara pia kuna process nyingi sana kitambo mpaka ufike daktari huwa umechukua muda. Sasa nikaona na huyo daktari huo wa x-ray akanipiga picha, kuonekana mkono ni kweli umevunjika. Nikaenda kupeana kwa daktari hiyo picha, akaangalia, akasema itabidi hapo ufungue kwa sababu mkono umevunjika. Akanipea hizo nini za hizo ni vifaa, nikanunue materials nini, kaenda nunua hizo mabandage kila kitu hizo. Nikaenda na daktari wa kunifunga. Aliponiona daktari sasa akaniambia huu mkono siwezi kufunga kwa sababu huu mkono umeoza, ulikuwa umetani black wote kabisa, hata kucha umetoka hizi malengelenge na tirika maji kabisa. Akaniambia huu mkono hatuwezi kufunga, acha nikupeleke pale emergency, wale madaktari watakusaidia. Ndio nikaenda hapo emergency sasa. Lakini nilipofika emergency pale nikawa ndo nimeisha kabisa, hata kusimama siwezi tena. Ikabidi nikaletwa wheelchair, nikakaa hapo kwa wheelchair. Madaktari waliponiona tu wakaja wote, hata walikuwa wanahudumia wagonjwa wengine, lakini wakabidi wakachana, wakaja wakaniangalia mimi. Wakaja wakaniuliza hapo kunihoji, nikaelezea. Kasema sasa itabidi mkono tufanye operation kwa sababu kama ni kuweka chuma, hiyo black hiyo bado inatembea si hata ukusoona huku. Sema inatembea hiyo, na tukikaa sana ama tukichukua muda mkono hii black itakuletea shida kwa sababu imegeuka ni kama sumu sasa. Ikabidi sasa nikakubali wanifanyie operation, mkono wakautoa. Ilikuwa ni lini hapo? Hapo ilikuwa 2020 mwezi wa 9 tarehe 2. Sasa wakati huo ulikuwa ushakutana na barafu wa moyo wako, huyo mke ambaye unaishi naye sasa? Nilikuwa nishakutana naye lakini ilikuwa bado sijamuoa. Lakini nilikuwa nishakutana naye. Baadaye ndio sasa nikaja nikamuoa sasa. Lini mlimoa? Kitambo kidogo. Sasa mlioana ukiwa katika hali hii tu bado? Nikiwa katika hali hii bado. Lakini nashukuru Mungu amenivumilia mengi sana. Nashukuru amenivumilia mengi sana. Sasa tueleze kuhusu huu mradi sasa, ilikuwaje mpaka nyumba imefika pale ilipofika sasa? Sasa mimi huu mradi basi ni kama ni Mungu tu, nashukuru Mungu kwa sababu nilikuwa nimekata tamaa kabisa, sikuwa najua kama naweza fikia mahali mpaka na mimi nikawa katika hali hii sahihi. Nilikuwa na hiyo siku simu yangu ilikuwa imefungwa, mimi natumia simu mkopo. Sasa nikapata pesa mahali nikalipia simu, nikafungua. Nilipofungua kaingia online Facebook.
Sasa mimi Kinga Online huwa najaribu kuangalia wale watu wenye nikueleza shida zangu na akawa wanaweza nisaidia, hawa wakubwa hao wenye wako serikalini, hao wanasiasa hivyo. Sasa mimi nikatuma na message. Kuna message nyingi sana nilikuwa nazitumana. Kuna waheshimiwa wengine nilikuwa nawatumania message zangu lakini wanakosa, hawa respond message zangu. Sasa nikatumana, kuna message nyingine nilimtumia George Kiti na moja akamtumia Lemi, nikamwambia tafadhali bro, nahitaji kuongea na wewe na kuomba sana. Yani nilimsisitiza yeye hata kuongea kitu, akanitumia namba yake tu. Aliponitumia namba yake nikaisave ile namba, nikaingia WhatsApp tayari, nikamwelezea, nikamwandikia bonge la message sana, alafu nikamtumia zile picha zangu zote. Akanambia kiasi nitakupigia. Baadaye akanipigia. Sasa aliponipigia anambia sasa, nikamwelezea, alafu akanambia sasa ngoje na kuadi kwa nani, kuna acha niku kuna group nataka nikuadi huko online, utaona alafu uangalie M-Pesa huko. Anambia ni sawa. Baadaye hata sikukaa sana, nikaanza kuona messages M-Pesa zinaingia. Akanambia basi nimeeka live huko online hiyo story yako, tutakusaidia tu. Muda huo bado George Kiti ilikuwa nimemwelezea, nimemtumia message pia. Yeye hata kuna chenye aliongea, aliniambia tu nimtumie namba yangu, nikamtumia. The following day sasa akanipigia simu ile asubuhi, akaniuliza niambie bro, uko wapi? Wewe ulisema kutoka upande gani? Nikamwelezea. Akaniambia nipe within 2 hours hivi nitakuwa hapo. Nikamwambia ni sawa. Hasa ndo akaja huyu Chirume na Kai sasa na Diana bibi yake ya Kai. Walipokuja hapa ndo kaanza kuwaelezea hivyo, alafu ndo baadaye ndo akaniuliza kuna watu wote labda hao waheshimiwa mmoja wapo labda ulimtumia message ama wote uliwatumia message. Nikamwambia ni watumia message, kuna kadhaa niliwatumia message lakini wengine hawakurespond. Akaniambia sasa kuna mmoja amenituma George Kiti, amenituma nije nikuangalie, alafu nipeleke taarifa huko. Nikamwambia ni sawa. Sasa Kai sasa ndo akaanza kunichukua mavideo hivyo, kumuelezea story yangu venye ilikuwa. Kanambia sasa acha tutaweka live hii story online na tuendelee na mchango utakuwa pesa itakuwa natumwa kwako direct ili tuone venye tutakusaidia, lakini nyumba tu itaisha tu, haina shida. Akasema ni sawa. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu alimetoka ni mbali. Ule mjengo wangu wakati naumia ilikuwa ndo naojenga, hii nyumba ilikuwa ndo najenga. Nilikuwa nimefika room moja hapa hii ambapo pamejengwa nyumba. Nilikuwa nimebwaga mawe wakati. Sasa ilikuwa nimejenga, nimefika room moja na ile sitting room. Hata ilikuwa bado refu ngizo. Na nyumba ilikuwa nako nimegusa kidogo. Lakini ilikuwa sijapandisha juu. Sasa wazazi wako wako wapi? Wazazi wangu wote niko nao wako hai bado, lakini mamangu kidogo alienda shambani kulima. Mzee ndo niko naye hapa. Na wanafanya shughuli gani baba? Mzee analima, wote wanalima tu. Wote wanalima. Mwisho sasa unawaambiaje hao wote ambao wamekusaidia? Mimi nashukuru sana, tena nashukuru sana kwa sababu kwa amekata matumaini. Siku anajua kama naweza fikia mahali hapa sahihi. Hata na mimi sahihi naona ndugu zangu mmenitembelea na kila siku mnakuja kunitembelea, yani mnaniangazia kiasi kikubwa sana. Usaidizi wenu wenye mnautoa kuhusu mimi, na yani nimeshukuru pakubwa sana. Hii ni neema ya Mwenyezi Mungu. Nashukuru sana. Na wale wenye wamenisaidia wote, yani nawashukuru sana, wapa shukrani sana.